Wewe mtu anapotea mtoto wa kwanza, anapotea mtoto wa pili, mpaka wanafikia 7. Wewe RPC, mbona watoto wako hawajapokea? Na sio tu kuhusu wabunge, hata raia. Kumekuwa na kikundi ambacho kimekuwa kikiteka watu. Miongoni mwa watu waliowahi kutekwa ni Mheshimiwa Msukuma. Kama mtu wa vyombo, kwa sababu leo naongelea utekaji kwa ujumla. Hii ni Tan African TV na ninayesoma makala hii ni Simon Mzwanda. Makala iliyoandaliwa na jopo la timu ya Tan African TV. Makala hii mahususi imetolewa kwa ajili ya kusambaza uelewa kwa wafuasi wetu ambao wamekuwa wakituandikia mara kwa mara kutaka sisi tufanye uchunguzi kuhusiana na kadhia ya utekaji. Tahadhari, Tan Africa haifungamani na upande wowote wa kisiasa, dini, rangi ama kabila. Iwe ni taasisi, mtu binafsi, kiongozi wa umma, mwananchi wa kawaida, yeyote atakayeguswa na makala hii, basi atakuwa amehusika kwa namna moja au nyingine. Na wale ambao ni mabingwa wa kuhukumu, tunawaomba wasituhukumu, maana hawana haki ya kuhukumu. Mwenye haki ya kuhukumu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Moja kwa moja baada ya kuyasema haya, ninafungua ukurasa wa kwanza wa makala hii. Kadhia ya utekaji. Ndugu zangu wana wa ukanda wa Afrika ya Mashariki, mtakuwa ni mashahidi wa haki. Wahanga wakubwa wa masuala haya ni wanasiasa, wanaharakati na wale ambao wanapenda kuipigania kweli. Madhira haya ya kuwatesa na kuwapoteza watu sio madhira yanayopatikana katika bara la Afrika pekee, bali duniani kote. Eneo la kwanza tunakwenda kulizungumzia leo ni nani nyuma ya utekaji. Wahusika wakubwa na wafadhili wanaofadhili makundi ya utekaji kote duniani. Eneo la kwanza ni wanufaika wa madaraka. Eneo la pili ni wafanyabiashara. Eneo la tatu ni wanasiasa. Na eneo kubwa la 4 ni wale ambao wanataka kusalia kwenye madaraka ya kuiongoza dunia kila uchwao. Kwa leo tutawazungumzia hawa mabingwa wakubwa nyuma ya kadhia ya utekaji. Hawa ni taasisi, mataifa makubwa ambayo yenye ulafi wa kutaka kuendelea kuikalia dunia. Moja kwa moja nitawarudisha miaka kadhaa nyuma, na sio muda mrefu sana. Nitarudi kipindi cha mwaka 2020 mpaka mwaka 2021. Na hapa tulikutana na wafanyabiashara wakubwa waliotuletea janga kupitia shirika la afya duniani WHO. Na hapa walitutangazia uwepo wa ugonjwa wa uviko 19. Ugonjwa huu ulisambazwa na vyombo vya magharibi na vyombo vya mataifa makubwa yenye ulafi wa kuiongoza dunia. Na kila aliyekataa kukubaliana na masharti yao, basi alikiona cha mtema kuni. Mambo mawili makubwa walikuwa wakiyafanywa kwa wale wanaokataa masharti yao. Jambo la kwanza, watakuteka, watakutesa ili unyamaze. Lakini jambo la pili, watakuteka, watakutesa na watakuua. Wafadhili hawa wa makundi haya ya watekaji mara nyingi sana wapo kila nchi duniani, na ili waweze kufanikisha malengo yao ya kutekeleza majukumu yao ya kupoka uhai wa watu wanaosema kweli, basi ushirikiana na watu wenye mvuto katika taasisi za kiserikali za mataifa mbalimbali, hususan Afrika. Jambo kubwa linalosababisha ushirika wa manyangumi na walafi wa maisha ya wengine wasiotaka kukosolewa
kuendelea kubaki na kushamiri kuiongoza dunia ni hiki walichokiweka: kutafuta vibaraka katika mataifa husika na kuwapandikiza, ili wale vibaraka kazi yao ni kupokea oda ya kile wanachotakiwa kukifanya. Katika ukanda wa Afrika ya Mashariki tunayo madonda na makovu yasiyoisha yaliyotuachia simanzi, maumivu na mateso ya nafsi zetu. Kwa kuondolewa kwa wapendwa wetu waliotia mkazo na kukataa katakata swala la kadhia la uviko 19. Hapa namzungumzia aliyewahi kuwa rais wa Burundi Bwana Pierre Nkurunziza. Alifariki katika taifa la Kenya, na hapa wakati huo mpaka anafariki ni kwamba nchi ya Burundi ilikataa masharti ya uviko 19. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ni mmoja kati ya watu waliotolewa uhai na watekaji ama na wafadhili wanaofadhili makundi ya utekaji ambao waliotamani kuona ajenda zao zinapitishwa ili katika kuendelea kubaki kujifanya wao ndio mababa wa ulimwengu. Magufuli hakukubaliana na masuala ya kufunga taifa la Tanzania kwa 100%. Magufuli alikataa kuagiza chanjo za uviko 19 kwa 100%, na ndipo hapo na yeye pia wakamuondoa kwa hila na kwa chuki ili tu ajenda zao ziweze kwenda. Wakati hayo yakiendelea, vyombo vya habari vya magharibi, nchi zinazofadhili wale watekaji na watoa uhai wanaosema kweli, vilishika kasi, hasa chombo kinachojulikana kwa jina la ITV, ambapo ripota wake waliripoti moja kwa moja kutoka katika taifa la Tanzania, wakiwemo eneo la visiwani Zanzibar. Kubwa walilolisema juu ya kifo cha Magufuli, huku wakionyesha kaklipu kadogo Magufuli akikohoa katika hali ya kawaida, wakikiambatanisha kifo cha John Pombe Magufuli na masuala ya uviko 19. Na si John Pombe Joseph Magufuli pekee, wako maraisi zaidi ya maraisi 5 waliouawa kwa kukataa kadhia ya uviko 19. Dr. John Pombe Magufuli mpaka umauti unamkuta katika idara ya Wizara ya Afya alimwacha mtu aliyejulikana kwa jina la Morelli, aliyesimama na kutuaminisha ya kwamba chanjo za uviko hazifai na wala hazistahili kwa mwanadamu. Ndiye huyu leo aliyegeuka na kuwa sehemu ya kupigia chapuo chanjo za uviko 19. Chanjo ambazo waliozileta ndio hawa wafadhili wakubwa wa makundi makubwa ya utekaji duniani, wenye uwezo mkubwa wa kuwashawishi wanaojiita wasomi kukataa ukweli na kupokea uongo kuutangaza kama ndio ukweli. Na ndio aina ya watu waliojaa kwenye serikali nyingi za Afrika. Aliyehudumu pia katika nafasi ya makamu wa kwanza wa rais katika nchi ya Tanzania, hapa ninamzungumzia Mama Samia Suluhu Hassan, aliyehudumu kama makamu wa rais chini ya serikali ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, serikali iliyoiheshimisha taifa la Tanzania, serikali iliyojinadi yenyewe kwa matendo yake, kama tunavyoiona serikali ya Burkina Faso leo hii chini ya Ibrahim Traore. Lakini mambo yalibadilika mara baada ya Magufuli kufariki. Aliyekuwa makamu wake akapanda kushika nafasi ya uraisi. Kufumba na kufumbua, kamati kaundwa iliyojinasibu kukusanya maoni ya kuona kama chanjo ya uviko 19 inafaa kuletwa Tanzania. Mara tu kabla ya muda kufika, bila kuruhusu maswali kutoka kwa wananchi, kamati ikapeleka majibu na chanjo za uviko 19 zikaruhusiwa Tanzania. Hatimaye tunajiua kwa mikono yetu wenyewe, ikiwa ni mfumo wa watekaji katika kuitawala dunia. Jambo la kwanza, walihakikisha jina la hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli na wote waliopinga masuala ya chanjo za uviko 19 duniani, majina yao yanachafuliwa na yanawekwa kwenye kaburi la sahau.
na hao ndio wafadhili namba moja wa masuala ya utekaji katika ngazi ya dunia. Eneo la pili, nataka tuangazie wanasiasa, jinsi gani wanavyohusika moja kwa moja na kufadhili makundi ya watekaji. TanAfrika tunapenda kutoa mifano hai. Bila shaka wa Tanzania mtakumbuka kuhusiana na sakata la mbegu za uhandisi jeni ama mbegu za GMO. Utafiti wa mbegu hizo za uhandisi jeni kwa mara ya kwanza uliruhusiwa kufanyika Tanzania chini ya serikali ya awamu ya 4 iliyokuwa ikiongozwa na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Pamoja kwamba baraza lake la mawaziri lilionyesha wasiwasi mkubwa kwa uwepo wa matatizo kwa kuanza kutumia mbegu hizo ama kuruhusu kufanyika kwa tafiti za mbegu hizo, lakini bado Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete aliona kwamba hakuna hatari kwa kutoa kipande kidogo cha ardhi na utafiti wa mbegu hizo uanze kufanywa ndani ya ardhi ya Tanzania. Mbegu hizi za uhandisi jeni ni mbegu za kisasa ambazo hazijaidhinishwa na shirika la chakula duniani, na hii ni kutokana na wingi wa madhara unaotokana na mbegu hizo, ikiwemo masuala ya ugumba pamoja na utasa. Mfadhili mkubwa anayefadhili miradi hii ya utafiti katika taifa la Tanzania si mwingine ni Bill Gates chini ya kampuni yake ya Bill and Melinda Gates. Ujanja mkubwa wanaotumia makampuni haya yanayofanana na ya Bill and Melinda Gates ni mmoja tu. Wanatengeneza mahusiano mazuri na kiongozi ama baadhi ya viongozi wakubwa katika nchi. Wanawapatia fedha na kisha wanawapa ajenda za mataifa yao kuzikubali, hata kama ajenda hizo hazina manufaa kwa wananchi. Ni kama tulivyozungumza hapo awali kuhusiana na mbegu za kisasa za kilimo, yani mbegu za uhandisi jeni ama mbegu za GMO. Mbegu ambazo zimekosa uhalali hata kuidhinishwa na shirika la chakula duniani kutokana na aina ya madhara inayoweza kusababisha katika mwili wa binadamu pamoja na ardhi. TanAfrika tulishangazwa sana baada ya kuona Tanzania imeridhia. Jakaya Kikwete akaruhusu utafiti uendelee. Wataalamu wetu wapo, wasomi wetu wapo, nguvu ya siasa imewazidi. Na hapa nitaomba tudadavue jinsi gani makampuni makubwa ya nje yaliyobeba dhamira ovu yanavyoweza kuingia Tanzania, huku yakihusishwa moja kwa moja na ufadhili wa makundi ya utekaji. Wafanyabiashara hawa kama Bill Gates ana timu yake, timu ambayo ina nguvu kubwa katika serikali na bunge. Timu hii mara nyingi hupeleka ushawishi bungeni wa ile bidhaa mbaya ili kuizungumzia vizuri. Bidhaa ile itakapokutana na upinzani wa hoja na ikajaribu tena wale washawishi wake kupeleka fedha kwa wanaopinga, fedha zile zikakataliwa, ndipo hapo sasa uadui unapoingia, na hawa watu hufadhili makundi ya utekaji na kwenda kuteka watu wanaopinga uharamia kufanyika ndani ya taifa letu. Maneno haya naamini mtakuwa mkiyasadiki mtakapokumbuka tukio la chanjo kuletwa ndani ya taifa la Tanzania, zile chanjo za uviko 19 ambapo Watanzania walizikataa kabisa katakata. Waliopinga waziwazi kwenye vyombo vya habari walihukumiwa, na wengine waliokataa na kushawishi watu wasichanjwe, baadhi yao walitekwa na walipotezwa. Na ndio hapa tunarudi na kusema msingi mkubwa wa masuala haya ya utekaji, wafadhili wake wengi ni kutoka nje ya mipaka ya Tanzania wakisaidiwa na wandani. Katika kipindi kijacho tutaangazia wafanyabiashara, lakini pia viongozi wanaong'ang'ania madaraka. Mzwanda wa TanAfrican TV, tukutane tena katika kipindi kijacho. Wewe mtu anapotea mtoto wa kwanza, anapotea mtoto wa pili, mpaka wanafikia 7. Wewe RPC, mbona watoto wako hawajapokea? Na sio tu kuhusu wabunge, hata raia. Kumekuwa na kikundi ambacho kimekuwa kikiteka watu
Miongoni mwa watu waliowahi kutekwa ni Mheshimiwa Msukuma. Kama mtu wa vyombo, kwa sababu leo naongelea utekaji kwa ujumla.